Shalom, shalom. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunashukuru tena neema ya Mungu kwa kutupatia tena kibali kuiona tena siku ya leo na kutupa muda ndani ya TV hii ya Ndio Gospel TV. Tunashukuru Mungu ambaye ametukubalia kuwa hapa na kushukuru pia viongozi mahali pote walipo. Mungu aendelee kuwabariki kwa kazi kubwa hii ambaye wamependelea kuiweka ili kazi ya Mungu ipate kufika mbali. Kwa hiyo maeneo pote walipo, Mungu awabariki sana. Nilikuwa napenda tukamate muda mzuri wa kujielekeza ndani ya maombi yetu ili tukamate muda mzuri kuweza kusikia neno la Mungu, kwa maana hiki ni kipindi cha uwezo wa neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru neema yako, tunashukuru baraka zako uliotupendelea siku ya leo na kutaka tena tuwe hapa kuweza kunena na kuzungumuza neno lako. Kwa hiyo acha neno hili kwa kila ambaye atakayelisikia lipate kumsaidia kutoa sehemu na kumleta sehemu. Neema yako ya kipekee na baraka zako ziendelee kuonekana sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo ninataka kufunza juu ya kichwa cha neno, usitoke mahali Mungu amekuweka. Usitoke mahali Mungu amekuweka. Bila kukawia, tutajielekeza kwa kitabu cha Rutu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 6. Hapa ndipo ambapo pana mafundisho makubwa ambapo yatatuelekeza ndani ya hizi siku kutokana na kichwa cha neno. Biblia inasema, ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Uyahudi, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. 2 nasema, na jina la mtoto huyo aliitwa jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe ni Naomi, na majina ya wanawe wawili Maaloni na Kilioni wa Efrati wa Bethlehemu ya Uyahudi. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. 3 inasema, akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la mwingine aliitwa Rutu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maaloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. 6 ambaye nataka kumalizia hapo, ndipo alipoondoka yeye na wakazana ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajalia watu wake na kuwapa chakula. Amen. Ninataka kuzungumza juu ya kichwa cha neno, usitoke mahali ambapo Mungu amekuweka, na tutajifunza kidogo juu ya hii historia, kwa maana ina mafundisho makubwa ambayo yatakusaidia mimi na wewe. Biblia inazungumuza juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Elimeleki,
ambaye alikuwa na mke wake ambaye anaitwa Naomi, na alikuwa na watoto wake wawili, mmoja aliitwa Kilioni na mwingine ameitwa Mahloni. Biblia inatuambia kwamba walikuwa wanaishi katika nchi ya Bethlehemu, na tunapotafuta tafsiri ya Bethlehemu haswa tunaona kwamba ni mji wa mikate, na tunapoingia sana ndani ya utafiti tunatambua kwamba Bethlehemu ni mji wa makimbilio. Lakini pana kitu kimoja nataka kuongea na mtu, ni kuambia kwamba haimaanishi kwamba mji uliyechaguliwa na Mungu unaweza kosa matatizo, ama haumaanishi kwamba sehemu palipoitwa na Mungu ama palipochaguliwa na Mungu hapawezi kutanana na matatizo. Lakini pana kitu kimoja nataka nikufunulie hapa ili upate kuelewa na uelewe aswa neno la Mungu linaongea na wewe nini kwa siku ya leo. Tunatambua kwamba huyu baba ambaye si mwingine Elimeleki, Biblia inatuambia kwamba wakati mmoja pamepiga njaa katika sehemu kwenye walikuwa wanaishi hapo Bethlehemu, na pakawa njaa nyingi na imewapatia ndani mwao kuweza kujielekeza bila kumwambia Mungu. Nilikutana kitu kimoja kwenye maisha wa ndugu zangu, nyakati nzuri kwa maisha ya mwanadamu haikosaki na nyakati mbaya kwa maisha ya wanadamu haikosaki, lakini nikutaka kujua maeneo kwenye Mungu amekuweka. Je, sababu ya shida unayokutanana nayo itakufanya kutoka, ama sababu ya vile ambavyo unavyoonyesha macho, je, itakufanya sauti ya Mungu iache? Nilikia kutana kitu kimoja ndugu zangu, kama baadhi ya wengi hawaioni baraka, ni sababu wako wanapoteza sehemu ambaye Mungu amewaweka. Na tunaposema sehemu, tunakuwa tunazungumza ile sauti ya kweli ya Mungu. Kwa maana baadhi ya watu wengi leo wanatembea wakijiongoza, lakini hawatembei aswa wakisikia sauti ya Mungu kile inachowaambia. Nataka nikwambie, wakati wote utatembea jinsi sauti ya Mungu inapokuelekeza, elewa kwamba utakuwa unaenda kwenye baraka kubwa. Pana mtu mmoja ndani ya Biblia, basi mwingine ilikuwa ni Elia. Wakati mmoja amesimama mbele ya mfalme Ahabu, anamwambia kwamba mvua haitanyesha kwa neno langu mpaka siku mimi nitaruhusu. Biblia inatuambia kwamba alipomaliza kuifunga mvua, hapo hapo sauti ya Mungu ilikuja ikamwambia, toka hapo uende katika mto wa Kereti ukae pale. Elia, sababu amesikia sauti ya Mungu na akaenda jinsi Mungu alivyomwelekeza, ilimfanya pale kunguru Mungu anawaamurisha kumletea nyama, kumletea mkate, sababu wamekaa sehemu ambapo Mungu anataka. Kwa wengine msemo, tunapokaa sehemu ambaye Mungu anataka, hatutachoka lakini tutapaonea eko baraka. Tunapokaa sehemu ambapo sauti ya Mungu inakuelekeza, hautachoka lakini utaona baraka. Na baraka ya Mungu haitokani na sehemu zote, lakini baraka ya Mungu inatokana na sehemu ambapo sauti ya Mungu inakukonekti na kukwambia kwamba hapo utapaonea iko baraka. Sasa pana kitu kimoja niko nataka tuelewe ili ipate kutusaidia mimi na wewe. Sasa Biblia inazungumza, huyu baba akakamata familia yake akawatoa sehemu ya mikate, ujapokuwa panapigwa njaa, ujapokuwa shida tu kidogo, anawatoa pale na anawaelekeza katika nchi ya Moabu. Na tunapofuata tafsiri ya Moabu, unaona kwamba Moabu ni sehemu ya nchi ya laana. Kwa maana Moabu inatoka kati ya Rutu pamoja na watoto wake. Kwa maana Lutu wakati amekimbia anatoka Sodomu na Gomora, maeneo kwenye wameenda, wabinti wake wawili walifika sehemu wakaona kwamba vile wanaume wamekwisha, wakasema acha wampatie baba yao kilevi ili wapate kuangalia kwamba wataweza kuzini naye.
na mmoja wapo au mabinti wake umoja amezaa naye mtoto, na ndio akampanga Moabu. Na ukiangalia vizuri kitabu cha Walawi inasema alaaniwe mtoto anayeona utupu wa wazazi wake. Kwa wengine msemo, Moabu ilikuwa sehemu ya laana. Sasa uangalie watu juu ya shida wanatoka sehemu ya baraka, lakini juu ya kutokutembea na sauti ya Mungu wanajielekeza sehemu ya laana. Kwa wengine msemo, ndugu yangu, kila kenye utafanya kwenye maisha, tembea kwanza na sauti ya Mungu. Acha kutembea na watu, tembea na kile kenye Mungu anakuambia. Kwa maana unapotembea jinsi watu wanavyoona, ama unapotembea jinsi watu wanavyotaka, hautatimiza kile ambacho Mungu anachotaka. Kenye Mungu anataka, baadhi ya watu wengi utaona wanabadilisha maeneo ya makanisa, lakini bado wangali wapagani. Baadhi ya watu wengi utaona wanabadilisha makanisa, lakini hawana ile sauti ya Mungu ya kuelekeza waende sehemu gani. Lakini kwa nataka kuongea pamoja na wewe nikikwambia kwamba tembea na usitoke sehemu Mungu amekuweka kama haujasikia sauti ya Mungu inakwambia kutoka. Kwa maana ukitoka bila sauti ya Mungu, kwenye unaenda utapata tatizo. Ukitoka bila sauti ya Mungu, kwenye unaenda utachoka. Lakini unapotoka unasikia kwamba ndani yako pako confirmation. Unajua kwamba mnaelewa kwamba hiki kenye nimo ndani, naona kwamba Mungu amekusudia nifanye hivi. Hiyo utaiona ndani baraka. Utaona baraka. Sasa huyu baba walipofika katika nchi ya Moabu, Biblia inatuambia kwamba baba huyo akakufa. Pakabakia Naomi na watoto wake wawili. Biblia inatuambia kwamba watoto wake wawili wakaoa wasichana wa Moabu. Mmoja akachukua Orpa, mwingine akachukua Ruthu. Biblia inatuambia wakakaa miaka 10, lakini sijui kama kitu mnakielewa. Sasa najiuliza ni aje walikaa miaka 10 na mwa hii miaka 10 hawakupata watoto. Nikaelewa kwamba kupata watoto ni baraka. Kwa wengine msemo, baraka ya Mungu haitiaki fasi pachafu. Baraka ya Mungu haitembezei fasi pachafu. Sasa ujapokuwa wamechumbia, wameoa, wameishi na wake, lakini kumaliza miaka 10 ndani ya ndoa bila mtoto, kwa wengine msemo, kwenye wamejielekeza ni sababu kwenye Mungu amepalaani, na ndio maana hata baraka za Mungu kusema zionekane viko vigumu. Kwa wengine msemo, sio fasi yote ambayo unalitembea iko na baraka. Pana sehemu zingine ujapokuwa zinajaa watu, lakini Mungu amesilaani. Pana nafasi zingine hata na makanisa unaweza kuangalia unakutana ziko furu zimejaa, lakini Mungu akipangalia hapaoni ndani bibi harusi. Sababu neno la kweli la kimungu alizungumzwi pale. Sababu neno la kweli la kimungu limepotea. Ndio maana ndugu yangu, kwa siku ya leo makanisa yako wengi, na ukiangalia deplisi jinsi wako wengi, mnajua kisi mapagani wanaendelea kuwa wengi. Yote inatuonyesha kwamba maeneo pote usipotaka kutembea na sauti ya Mungu utakufa. Sauti ya Mungu ndio orientation nzuri ya mtu wa Mungu kwa kweli. Sauti ya Mungu ndio ambayo inakubeba, inakuonesha kwenye unastahili kuwa, inakuonesha chenye unastahili kufanya. Na mtu ambaye anatembea na sauti ya Mungu, sifikiri kama pako watu watakuelewaka. Naongea na wewe mtu usikie. Siku zote utapendelea kwenye maisha yako kutembea na sauti ya Mungu. Hakuna watu watakuelewa. Juu kila kenye unafanya chote, mtu anatembea na sauti ya Mungu, kenye anafanya chote mara nyingi kinakuwa kikwazo kwa watu. Kenye anafanya chote kinakwaza watu. Sasa mtu mwenyewe amekubali kutembea na hii sauti, anatulia pale ambapo Mungu anaona kwamba panafaa sana kuweza kutumika pale. Sasa walipofika pale, angalia kinachonishangaza. Cha kwanza hiki, miaka 10 ya ndoa hakuna mtoto. Biblia inatuambia kwamba Kilioni na Maaroni wakakufa. Najiuliza sasa, huyu mama ambaye anaitwa Naomi, ambaye tafsiri ya Naomi ni kicheko, sasa anafika kiwango cha kuona kwamba anapoteza kila kitu chote. Kwa wengine msemo, sikia niongee na wewe mtu, wakati wote utatoka sehemu au unatoka bila sauti ya Mungu, elewa hiki kitu.
yale uliyokuwa nayo utayapoteza, sababu unakimbilia sehemu wenye hakuna Mungu. Yale uliyokuwa nayo utayapoteza. Inawezekana umetoka juu ya njaa, lakini kwenye unafika unapata chakula cha kushangaza, unapoteza vitu vya muhimu. Naongea na wewe dada ambao umeokoka, umemjua Mungu, Mungu ashakupatia wokovu, lakini bado hautaki kuacha njia za sirisiri, njia za chochoroni, njia ambayo unataka kujificha ficha, unaitwa mwimbaji lakini bado ungali mzinifu. Nataka nikwambie, uko kwa nyuko nakimbilia huko Moabu, hakuna kile kitakusaidia. Moabu inaweza kupatia mafuta unahitaji. Moabu inaweza kupatia upesi unahitaji. Lakini elewa kwamba pana vitu vya samani Mungu ameweka ndani mwako. Moabu itakunyang'anya. Pana vitu vya samani venye Mungu ameweka ndani yako. Moabu itakunyang'anya. Utakutana uko dada, uko mwimbaji, uko mama unatumikia Mungu, uko baba unatumikia Mungu, lakini unakutana Moabu iko inakuvutia kutokana na hivyo vitu ambavyo unavyoona. Sikia nikwambie, utavipata hivyo vitu unahitaji, lakini utapoteza vitu vya samani ndani ya Moabu. Amen. Utavipoteza. Ndio maana nakutakia ndugu yangu, kutembea na sauti ya Mungu itakuelekeza ni maeneo gani unastahili kuwepo, ni sehemu gani unastahili kukaa, na ni sehemu gani unastahili kufanya kitu ambacho kitamfurahisha Mungu, na hiyo itakusaidia sana kwenye maisha. Sasa angalia watoto, yani watoto na wapoteza, mume anampoteza, anajikutana yeye na wakazana, anapoteza vitu vyake vya zamani, na hapo hapo anasikia habari ya kuwa kwamba Mungu amekumbuka tena Bethlehem. Sikia sasa kwenye pako shida. Mungu sana kumbuka Bethlehem, nuo ushapoteza. Anataka kurudia kule, na kurudia kule iko nakataa jina ya Naomi, anataka kujiita Mara. Kwa maana tafsiri ya Mara ni machungu. Ndani mwake akuona kingine kitu, ameona machungu. Kwa wengine msemo, ndugu yangu, tembea na sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu itakuelekeza sehemu unastahili kuwepo na sehemu haustahili kuwepo. Hiyo itakusaidia sana, na Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa neema zote, Mungu wa baraka zote, tumeisikia neno lako, ni uzima na ni amena. Ninaombea huyu mtumishi wako, naombea huyu baba, huyu mama, huyu kaka, huyu dada, na watia mikononi mwako, na wajua na unawatambua. Ninaiacha neema yako ya kipekee iambatane pamoja nao. Wasaidie Bwana, wapatie kutembea na sauti yako, kwa maana baadhi ya wengi wameiacha sauti yako, baadhi ya wengi wanajiongoza, baadhi ya wengi wanafanya yale wanayoyataka. Ndiyo maana Mungu, ninakuita uonekane juu ya huyu baba, uonekane juu ya huyu mama, uonekane juu ya hii familia, ujizihirishe juu ya maisha yao. Baraka zako za kipekee ziendelee kuwa pamoja nao, sauti yako isingeliwapungukia. Asante kwa maana yote unasikia, na mengi utaendelea kutenda kwa wingi wa uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Bwana awabariki sana.